Bwana Yesu asifiwe, ndugu mtazamaji. Kwa majina naitwa mchungaji Joshua Mabindo. Basi nikukaribisha sana katika ibada ya leo ya mafundisho ya neno la Mungu. Basi acha niombe kwa ajili ya neno la Mungu. Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, ukamuumba mwanadamu, ninakushukuru sana kwa ajili ya mtazamaji huyu. Umempa nafasi tena leo ya kufika hapa madhabahuni kwa ajili ya kulisikia neno lako. Ninaomba Yesu kaseme naye, sema na moyo wake kwa jina la Yesu Kristo. Ninakemea roho za uharibifu juu ya ibada hii, hazitafanikiwa. Baba, nimeomba na nimeamini kupitia jina la Yesu Kristo. Itikia amen. Basi ndugu yangu, nikukaribishe sana katika ibada leo. Ninaamini kuna kitu kikubwa ambacho leo utajifunza. Siku za nyuma hapa kuna somo ambalo nilifundisha. Somo hilo linasema kwamba chanzo cha wababa wengi kufa haraka. Chanzo cha wababa wengi kufa haraka na kuacha familia zao zikipata shida. Kuna jambo kubwa ambalo nilizungumza, nikasema ya kwamba wababa wengi leo hawana muda na Mungu kabisa, na hiyo ndio tatizo kubwa ambalo linawasumbua wababa. Narudia, tatizo kubwa kabisa ambalo linalomsumbua baba wa leo, wababa wa leo, ni kutokumcha Mungu. Na maanisha kwamba kutokumpa Mungu nafasi, kutokumpa Mungu muda kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Nikasema kwamba ukienda makanisani leo, asilimia kubwa wanaomwabudu Mungu utawakuta wamama. Wababa hautawakuta kanisani. Wababa utawakuta kwenye vibanda vya mipira, kwenye vibanda vya kucheza masolo, kwenye vibanda vya mambo ya burudani, mambo ya ngumi, mambo ya starehe. Ukitaka wapate wababa wengi, nenda kwenye vibanda vya mipira. Wanapotazama Simba na Yanga, wakina baba utawakuta. Lakini katika nyumba ya Mungu hautawakuta wababa, utawakuta wamama. Hasa hili ni tatizo ambalo linalowasumbua sana. Na nikasema kwamba kwenye kile kitabu cha Methali, ile sura ya 10 na ule mstari wa 27, nikasoma Biblia inasema kwamba kumcha Bwana kwaongeza siku za mtu. Kwa wababa wengi wamekuwa wakipoteza maisha haraka kwa sababu hawajatenga muda kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Na maanisha kwamba wababa wengi leo wamekuwa watoro kanisani, hawapo makanisani. Utawakuta wa mama na watoto tu basi, baba hautamkuta. Sasa hilo ni tatizo ambalo linawasumbua sana wababa wengi hapa duniani. Sasa leo nini cha kufanya? Nini cha kufanya? Lazima tuwe na suluhisho. Narudia, nini cha kufanya sasa? Ni kweli wababa wengi leo wanapoteza maisha, wanaacha watoto wao, wanaacha familia zao zikipata shida. Sasa nini cha kufanya? Nisikilize baba. Jambo la kwanza, andika. Jambo la kwanza, mtengee muda Mungu. Narudia, mtengee Mungu muda wa ibada. Na maanisha ya kwamba tenga muda kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Na maanisha ya kwamba pia penda ibada, usiwe mtolo. Narudia, nisikilize kwa makini kabisa ndugu yangu, na ninaamini utabarikiwa sana na Mungu. Narudia baba, unanisikiliza wewe baba ambaye uko busy sana kutafuta maisha kuliko kumtafuta Mungu. Leo baba wengi duniani leo wanabidia kutafuta mali kuliko kumtafuta Mungu. Unakosea sana. Narudia, wababa wengi leo wanabidii ya kutafuta mali, fedha, kuliko kumtafuta Mungu. Unakosea. Unajua shughuli za utafutaji zisikutenge na Mungu. Narudia, shughuli zako, labda ni biashara, kazini, zisikutenge na Mungu. Na maanisha kwamba weka ratiba nzuri kabisa ambayo itamfanya Mungu apate nafasi ya kukufurahia wewe.
Lakini kama ratiba yako itakuwa ni ratiba ambayo ni ngumu, kila saa uko bize, kila saa huna muda na Mungu, huna muda wa kuomba, hilo ni tatizo kubwa sana. Narudia, ukitaka uishi miaka mingi na uheri duniani hapa baba, tenga muda kwa ajili ya Mungu. Nasema hivi, tenga muda kwa ajili ya Mungu wako. Mara nyingi wanasema hivi, kazi huwa haziishi. Narudia, kazi huwa haziishi. Yaani wewe hata ukiamua ufanye kazi usiku na mchana, nakwambia duniani hapa kazi haziishi. Lakini tunachofanya, tunatenga muda. Kama ni Jumapili, unakubali kuacha biashara yako, unakwenda kumwabudu Mungu. Kama ni kwenda shambani, ikifika Jumapili unajiwekea ndani ya moyo wako, sitaenda shambani, nitaenda kumwabudu Mungu. Haleluya, haleluya. Acha nikwambie, ukiwa na hiyo ratiba, huyu Mungu aliye hai atakudhibitisha, atakuinua, atakutendea mema. Lakini kila saa uko bize, huna muda na ibada, huna muda na kupenda maombi, unaishije? Unaishije wewe? Leo kuna watu ambao ni waajabu sana. Mtu hana muda na ibada, hana muda na maombi, hana muda na kusoma Biblia. Anaishije mtu huyo? Na ndio maana shetani ameharibu maisha ya watu, amevuruga maisha ya watu, amechinja maisha ya watu. Wababa wengi leo shetani amewachinja kwa ajali, amewachinja kwa magonjwa. Nini shida? Wababa wengi hawana muda na Mungu, wamemkataa Mungu, wamesema hapana, sina muda na ibada. Acha nikwambie baba, tenga muda kwa ajili ya Mungu. Ikifika muda wa ibada, nenda kanisani. Haleluya, haleluya. Ikifika muda maombi, acha vyote, mtafute Mungu. Haleluya, na utabarikiwa sana na Mungu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Hilo ni jambo la kwanza. Nini ufanye? Mtengee muda Mungu, mtengee Mungu muda. Weka ratiba yako vizuri, mwabudu Mungu na utabarikiwa. Ni jambo la kwanza. Jambo la pili, maombi. Maombi. Wababa wengi hawana muda na kuomba. Ukiona baba hana muda na ibada, huyo mtu moja kwa moja maombi kwake hayapo. Hata unaomba muda gani kama huna muda? Kama Mungu hujamtengea muda kwa ajili ya kumfanyia ibada, je, unapataje muda wa kuomba? Wala wengi wanakurupuka, naenda kwenye biashara, naenda kazini, anachomoka hata bila kuomba. Akienda hatua fulani kilomita 1 mbele, anapata ajali, shetani anamchinja, anapoteza maisha. Kwa sababu ni shida, hajaomba. Wababa wengi leo hawataki kuomba, hawana muda na kuomba. Hilo ni tatizo kubwa. Acha nikwambie, maombi ni ulinzi. Nikutie moyo baba, unanitazama mahali hapa, anza na maombi kabla ya chochote. Wekeza kwenye kuomba. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu, neno la Mungu. Wababa wengi hawana neno ndani yao. Nakwambia kweli, utamkuta baba anamiliki simu kubwa ya milioni 1, unakuta hana Biblia, lakini simu ya milioni 5 anayo. Simu ya 500,000 anayo. Mwambie una Biblia, hana. Hata ule muda wa kusoma neno la Mungu hana kabisa. Utamkuta yuko bize na kazi, yuko bize mtandaoni, lakini neno la Mungu ameliweka mbali. Neno la Mungu linasema ya kwamba ukilikataa neno utapata uharibifu.
Ukilikataa neno la Mungu, unakaribisha uharibifu katika maisha yako. Neno la Mungu ni taa yako, neno la Mungu ni ulinzi wako. Nisikilize baba, unanitazama, lishike neno la Mungu, lishike neno la Mungu. Acha nikwambie, shetani hatachezea maisha yako, shetani hatayumbisha maisha yako. Wababa wengi neno la Mungu liko mbali kwao. Acha nikwambie ndugu yangu mtazamaji, lishike neno, lipende neno. Huwa ndio ulinzi wako, na utaishi miaka mingi hapa duniani. Neno la Mungu li hai, tena lina nguvu. Unataka kuwa hai, lishike neno hili ninalokuhubiria leo, liweke kwenye moyo, litende kazi. Ukienda kwenye biashara, nenda pamoja nalo. Ukienda kazini, nenda pamoja nalo. Huwa ndio ulinzi wako. Jambo la tatu hilo. Jambo la nne, penda familia yako. Nasema hivi baba, unanitazama, unataka uishi miaka mingi duniani hapa, ipende familia yako. Na maanisha ya kwamba tunza familia yako. Nikupe siri moja, familia yako, mke wako, watoto wako wamebeba baraka zako wewe. Utakuta leo wababa wengi ni wakali, wamejaa matusi, wamejaa ngumi. Mke akikosea anapigwa ngumi moja, anapigwa lungu. Hayo sio maisha. Unapofanya hivyo, unafanya familia yako, mke wako na watoto wakunungunikie. Wakikunungunikia we baba, hiyo ni laana kwenye maisha yako. Wababa wa mama wengi leo wananungunikia waume zao. Watoto wengi wa leo wananungunikia baba zao. Ni shida, baba hajasimama katika nafasi yake. Ni kuombe wasimame kwenye nafasi yako. Penda familia yako, ikumbuke familia yako, itunze familia yako. Fanya hivyo, hiyo laana haitakuwa juu yako. Utakuta baba anatoka anaenda kazini, lakini mke wake amejaa majeraha. Muda mwingine mke wake anawaza baba huyu ni heri asirudi tu nyumbani, maana akirudi nyumbani baba ni ugomvi, anampiga mama ananungulika ndani ya moyo. Baba anatoka anaenda kazini, hajafika hata mbali anapata ajali. Nini shida? Familia yake inanungunika. Ipende familia yako na utabarikiwa kwa jina la Yesu. Nimekwambia familia yako imebeba baraka zako. Kama unataka kufika mbali, ipende familia yako na utafika mbali. Wababa wengi leo wanatembea na laana, na maanisha kwamba wababa wengi wa leo wanaishi na laana. Wababa wengi leo wanaishi, lakini nyuma yao yapo machozi ya watoto waliowatelekeza. Nakwambia kweli, kazi yako ni kupiga mimba, unatelekeza mke, unatelekeza watoto. Sasa yako machozi ambayo watoto wanalia, uliowatelekeza, mke ambayo umemwacha, wanatoa machozi. Acha nikwambie, hiyo ni laana ambayo inatelekeza maisha yako, inavunja maisha yako, inaharibu maisha yako. Hiyo ni laana ambayo inaharibu kabisa maisha yako. Nini shida? Kuna machozi, kuna watu wanalia nyuma yako. Wababa wengi duniani leo wamekuwa ni mabingwa wa kuwapa watu mimba na kuwatelekeza, na wanakataa watoto wao. Hilo ni tatizo kubwa ambalo wababa wengi wanakufa haraka. Ni shida, kuna laana nyuma yao inawatafuna. Watoto wengi leo wanalia, wanamwaga machozi
kwa ajili yako we baba ambaye umeshindwa kusimama kwenye kusudi lako, umeshindwa kusimama kwenye kusudi la Mungu. Hiyo ni laana ambayo inatafuna maisha yako. Ukienda kwenye biashara, hiyo laana inakuwa pamoja na wewe. Ukienda kazini, hiyo laana inakuwa pamoja na wewe. Wengine wameshindwa hata kupata kazi, wameshindwa kupanda cheo. Nini shida? Kuna machozi ya watoto ambao uliowatelekeza, ukawaacha vijijini, ukawakimbia, umeshindwa kupanda cheo. Nini shida? Watoto wanalia, uliwakimbia, yule mke analia, uliyemkimbia. Tengeneza njia yako baba. Acha nikwambie hivi, watoto wako, familia yako inazo baraka juu yako, utafanikiwa. Watu wengi hawajui baraka zangu mimi, baraka zako wewe ni watu ulionao. Haleluya. Narudia kuongea napomalizia. Baraka yangu mimi, baraka yako wewe ni wale watu ulionao. Ukishindwa kukaa vizuri na hao watu, nakwambia hivi, utaishi maisha machache, utaishi maisha ya tabu, utaishi maisha ya laana. Tengeneza njia yako. Naomba niishie hapa. Ninaamini kuna kitu ambacho umejifunza. Fumba macho yako nikuombee. Fumba macho yako nikuombee. Natamani Mungu akubadilishe baba, katika jina la Yesu. Yuko baba mahali hapa amelisikia neno hili, ninakuomba Yesu ukabadilishe mfumo wake wa maisha. Jambo la kwanza kwenye maisha yake, akupende wewe, atenge muda kwa ajili ya kukuabudu wewe, kwa jina la Yesu Kristo. Badilisha moyo wake, badilisha moyo wake kwa jina la Yesu Kristo. Huo ugumu wa moyo ulioko ndani yako ninaung'oa leo kwa jina la Yesu Kristo. Ninaachilia nguvu ya Mungu ipite ndani yako. Bwana akupe ushindi baba. Uko ni baba mwema, unayependa familia, unayejali familia, unayempenda Mungu. Kwa jina la Yesu Kristo na kutangazia wewe ambaye ni mgonjwa baba, unaumwa, ninatuma nguvu ya upako hapo ulipo. Natuma nguvu ya upako ikapite ndani yako. Natuma nguvu ya upako, hiyo kansa ya yuka, huo ukimwi ya yuka, haya mateso ondoka na kutamkia uzima baba. Hiyo nguvu ya Mungu inapita ndani yako baba, inapita ndani yako. Walio wagonjwa wanaachiliwa kwa jina la Yesu Kristo. Ewe baba, pokea uzima, pokea afya njema, pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima. Hiyo kansa, huo uvimbe umekoma kuanzia leo kwa jina la Yesu Kristo. Itikia amen. Ndugu yangu mtazamaji, Mungu akubariki sana. Nimebarikiwa sana hili somo. Ninaamini pia umebarikiwa ndugu yangu. Mungu akulinde, Mungu akutunze sana. Ukitaka nipate, kuna namba yangu ya simu iko mahali hapo utaiona. Kama una jambo lolote lile, unaweza ukanipigia nikakushauri, pia nikakuombea. Mungu akubariki. Mchungaji Joshua, ninapenda watu wote. Mungu akubariki sana ndugu yangu mtazamaji. Ubarikiwe na Bwana na uwe na siku njema katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Asante sana na Mwenyezi Mungu akubariki. Amen.